nakutana nayo pale. Nakumbuka ile siku nilikwambia kuhusu ule mkaka wa gengeni. Uliniacha na maswali mengi sana, maana ulionekana umeshangaa sana nilivyokuelezea kuhusu mkaka wa gengeni. Kwani ni kitu gani ambacho alikufanyia au ni kitu gani kilitokea kwako? Kwanza ni story ndefu rafiki yangu, lakini nitakuelezea tu kiufupi. Kwanza kwa ile siku mimi sikuweza kukuelezea kwa sababu nilikuwa na mambo mengi afu na haraka, lakini sasa naweza kukuelezea. Yule mkaka rafiki yangu sio mtu. Yule mkaka ni mbwa. Za asubuhi dada. Salama. Shikamoo. Marhaba. Dadangu mimi sasa hivi ndo naenda gengeni hapo kuchukua nini vitu ili niwahi, unajua nitaka kufika mapema leo. Haya. Mbona mwenzetu leo umependeza hivyo, kulikoni? Bwana dada, kawaida. Haya basi sawa, urudi mapema. Haya sawa. Bye. Haya. Yaani karibu. Asante, mambo? Poa, mzima? Mzima. Naomba matango mawili na parachichi moja. Basi sawa, lakini hapa parachichi 700 na tango 700. Okay, basi nipatie. Inakuwa 1400. Ile inaonekana mtoto unang'aa. Ngoja nikuikata na chungwa moja. Kama nyongeza. Asante. Unajua tena. Karibu sana dadangu. Sisi mdada kasahau simu yake hapo. Hujana simu yangu? Hapana, sijaona simu yako. Kwani umekaa wapi? Mbona mimi najisearch sioni simu yangu? Sijui, yani mimi lakini nilikuwa nimeenda nayo mpaka gengeni. Ndio uliondoka nayo, kwani umesahau wapi? Kwani ulifika gengeni? Ndio nimeshafika, yani nimerudi. Yani hapo nafika njia ndo najisikia kama vile sina simu. So utakuwa umesahau gengeni kweli hiyo simu? Sijui la kuzani. Halo. Mambo. Poa, mzima? Samani, mwenye namba hii upo naye hapo, unamfahamu? Ndio, ni mdogo wangu, ni simu yake. Sawa basi, hapa alikuja gengeni kwangu lakini hapa amesahau simu yake. Sasa sijui upo naye hapo, mwambie kwamba aifuate. Basi nitamwambia aje kufuata. Basi haya. Haya, poa. Angalau nilijua tu utarudi, maana ulikuwa umesahau simu yako. Hii hapa. Asante. Karibu tena. Asante, lakini pia samahani, unajua nilikuwa na haraka, ndio maana hapo nimechanganyikiwa kidogo asubuhi hii. Ila asante. Wala usijali. Hata mimi napenda sana kuwasaidia watu. Na pia nimefurahi kukuona tena. Asante, nimefurahi ukarimu wako. Unajua sio watu wote wako kama wewe. Wala usijali. Kwa sababu
kusahau kuna kwa kila mmoja, siwe peke yako. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ami. Ami, jina zuri sana. Basi karibu sana. Zefu samani, nimechelewa, kulikuwa kuna dharura. Dharura gani ana? Kulikuwa kuna dharura kweli ndio maana nimechelewa. Sikupenda unisubiri. Unajua vitu unavyonifanyia sio poa kabisa. Yaani umenipaki hapa toka saa ngapi na kusubiria hapa, jua linanichoma. Unajua mimi na mambo mengi ya kufanya lakini nimekuja hapa na kusubiria afu utokee mpaka sasa hivi, unamaanisha nini kweli? Ndio, lakini samani. Samani sana. Basi sawa, tufanye kitu kimoja. Mimi hapo unavyoniona, kodi yangu ya nyumba imeisha jana. Afu mwenye nyumba ananidai kinoma. Afu na unajua hali yangu zima, sina chochote hapa nilipo. Kwani kodi shilingi ngapi? Kodi 30,000. Basi sawa mpenzi wangu, chukua hii hapa. Kweli? Ndio. Asante sana mpenzi wangu, napenda sana. Haya, sasa unajua nini? Mimi nimekumisi. Twende basi ndani ukale hata chakula. Leo na mambo mengi, ila siku nyingine nakuahidi nitakuja. Mbona unanifanyia hivyo lakini? Hapana, leo na mambo mengi, yani kuna vitu nitakiwa nikamalizia, afu siku nyingine mimi nitakuja kweli. Basi sawa. Basi sawa, haina shida. Asante. Haya. Mpenzi wangu. Mpenzi wako nani? Hivyo unaweza kuwa na msichana mambo kama mimi na unihudumie, unipe pesa yoyote. Kama angalia wenzangu zilivyo. Lakini baby, wewe unajua nini kimenikuta huko nilikotoka jamani? Mambo yalikuwa mengi lakini haina shida. Nini? Mambo yalikuwa mengi kupata hiyo pesa mpenzi wangu, lakini kama shida ni kupata tu pesa hiyo kusuka, basi hilo halina shida. Ondoa shaka, mimi pesa nayo nitakupatia. Kweli? Ndio ninayo. Basi sawa. Pesa hii hapa mama. Pesa hii hapa. Haya, sema kingine nini unataka? Hakuna kingine. Sawa. Haya, bye. Bila shaka mikono hii itakuwa ni malkia mzuri sana. Na malkia huyu ni malkia pekee ambaye anakaa katika ngome yangu ya moyo. Hii mikono lazima itakuwa mikono mwanamke wangu Momodo.
unajua umekuja katika wakati sahihi sana. Kwa sababu umenikuta nipo katika dimbwi zito sana la mawazo. Na mawazo haya nawaza jinsi nitaweza kufanya ukawa na furaha katika maisha yangu. Usiwe na wasiwasi, hata mwenyewe nakupenda sana. Kweli? Ndio. Basi nafurahi sana. Mwana kwanza kapoeka alikuwa kazini. Unajua mimi mwanamke una thamani sana. Mimi kwanza kuonyesha mchezo. Mama macho. Okay. Fumbua. Najua jinsi unapenda hela hivi. Wewe utaenda kutumia mpenzi wangu.